Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tukaenda sadaka ya 5. Tumebakia na sadaka 2, sadaka ya malango na sadaka za upendo. Nitajitahidi kwenda haraka, Mungu anisaidie. Wewe unaandika sadaka ya malango. Sadaka ya malango. Kuna watu wakisikia neno malango linawachanganya. Lakini mimi nataka nimwambie neno malango ni neno lililotumiwa tu kwa wakati ule ambalo linamaanisha mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mnaoona hapo, Mungu mnaoona hapa, ndio Biblia ilimaanisha, au waliokuwa wakizungumza walikuwa wakimaanisha. Na kuthibitisha hili, vipo vitabu vingi vinavyomaanisha hilo, lakini tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 5. Ili eneo naomba uwe makini, maana ni kama lina vitabu vingi na lina maelezo mengi, kwa sababu ni eneo muhimu sana katika maisha yako. Kila unachokifanya kina malango, au wewe ili kusudi ufanikiwe una malango yako, na ili kusudi malango yako yafanikiwe ni lazima uyajue, na hii sehemu sehemu muhimu sana kuliko unayofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati 3 mstari wa 5. Miji hiyo yote ilikuwa yenye maboma marefu na malango na makomeo, pamoja na miji isiyokuwa na maboma, misingi mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hili andiko nimekusomea ili kusudi ujue kwamba Biblia inazungumzia malango, inazungumzia mlango. Jamani, mji, ukizungumzia mji unazungumzia mke na mume. Huo ni mji au familia. Ndio wakishaanza kuishi pamoja, hata kama ni chini ya mti, pale ule ni nini? Ni mji. Lakini Biblia inazungumzia boma, inazungumzia jengo. Sawa? Lakini pointi yetu kubwa sisi tunazungumzia malango, ambao ni mlango. Yale maboma yakiwa hayana malango, sawa, ni maboma tu. Lakini yakiwa na malango, Biblia inasema tayari na malango na makomeo. Ili kusudi ulifunge ili boma, lazima kuwe na malango na kuwe na nini? Na makomeo. Kwa hiyo malango ni mlango katika lugha ya sasa hivi. Kwa hiyo usichanganyikiwe sana, wala usitafsiriwe sana ukatoka kwenye point, lakini point ya malango ni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ni malango na ni mlango, basi kuna mtu huingia na mtu kutoka. Na hapa tunazungumzia sadaka ya malango. Sawa? Na maana ya hii sadaka, hii ni sadaka inayotolewa madhabahuni kwa ajili ya kufungua mlango wa kukutana na Mungu au baraka zako au kuinuliwa katika jambo fulani. Sadaka ya malango, hii ni sadaka inayotolewa madhabahuni kwa ajili ya kufungua mlango wa kukutana na Mungu au baraka zako au kuinuliwa katika jambo fulani. Hii ni sadaka inayotolewa madhabahuni kwa ajili ya kufungua mlango wa kukutana na Mungu au na baraka zako au kuinuliwa katika jambo fulani. Tarudia. Hii ni sadaka inayotolewa madhabahuni kwa ajili ya kufungua mlango wa kukutana na Mungu au baraka zako au kuinuliwa katika jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ili kusudi akutane na wewe lazima uwe mlangoni. Jamani, hakuna kitu kizuri kinakuwa nje, si ndivyo? Hauwezi ukanunua kitu cha thamani ukakiweka nje. Wengi wanasema jamani, huyu ni tajiri, analaza mali zake zinalala ndani na nje. Sio kweli. Hata uwe tajiri vipi, mali yako hailali nje.
Ukitaka kulijua, ukiwa na gari yako utajenga boma maana ya geti, gari lako litakaa ndani ya geti. Yaani kitu chochote ambacho ni cha thamani hakipatikani nje. Na ile kusudi ukifikie kile kitu, lazima kuna mlango wa kuingia kukichukua kile kitu au kukifuata kile kitu. Sasa kuna mawili, uingie ndani au ukae mlangoni. Unaposoma Biblia, wengi waliokuwa na uhitaji wa kupata vitu walikutana na vitu vyao malangoni. Nakwambia hii ni sadaka ambayo ni ngumu kidogo, na Mungu atusaidie tuelewane sana hapa. Na ukiijua hii sadaka utaitoa kila siku, kwa sababu itakusogeza karibu na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kusudi upate kitu kilicho ndani, ni lazima uwe mlangoni, aidha uingie au ukae. Na tunaposoma Biblia inaniambia sehemu nyingi waliokutana na Mungu, waliokuwa na uhitaji, walipokea baraka zao au walipokea majibu yao au walikutana na Mungu mlangoni. Yeye mwenyewe anasema, tazama ninabisha. Mtu atakayesikia na haje, uenda Mungu yuko ndani au yuko nje hatujui. Lakini waliokutana na Mungu walikutana mlangoni. Na kutaka kulijua hili, tutamsoma Ibrahimu ambaye ni baba wa imani, ambaye ni mtu wa kwanza. Biblia inasema kwamba huyu baada ya wanadamu kutenda dhambi, huenda akawa ni mtu wa kwanza kukutana na Mungu, na Mungu akafanya naye agano. Yaani akapokea baraka zake. Alikutana na Mungu hapa. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Ndio? Bwana akamtokea Abrahamu karibu na mialoni ya Mamre. Ndio? Alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa ali. Alikuwa ameketi wapi? Mlangoni pa hema. Kuna yule kikwete aliyekuwa hatembei, alikuwa amekaa katika mlango uitwao Mzuri, si ndivyo? Wakati Sara anaambiwa utazaa, alikuwa amekaa mlangoni, si ndivyo? Asilimia kubwa waliokutana na baraka zao walikuwa wamekaa mlangoni. Wapo wengi katika eneo hilo. Tukutajia wengi. Lakini wewe ambao uko mahali hapa unanisikia na unahitaji baraka zako, hasa hizi baraka za mlango, alafu umekaa nje ya mlango, utakipataje kilichoko ndani? Ili hali Ibrahimu ambaye ni baba yetu wa imani alibarikiwa sana. Tena baraka zake zilikuwa ni za mfano. Biblia inasema zilikuwa hazina idadi. Alikuwa amekaa wapi? Mlangoni. Alikuwa amekaa mlangoni. Na nimekwambia kitu kizuri, aidha kiko ndani au kiko nje. Na hata Ibrahimu alipoona wale malaika, alikuwa amekaa mlangoni. Hakuna njia nyingine ya kuzifikia baraka zako bila kupitia mlangoni. Na leo tunajifunza baraka za mlango au baraka za malango. Inawezekana wewe mlango wako ukawa tofauti na mlango wa watu wengine. Ibrahimu alikuwa amekaa katika mlango huo, alikutana na Bwana kiivu. Usitegemee na utakaa kama Ibrahimu kukutana na Bwana kiivu vile alikutana naye Ibrahimu. Na ndio maana tunatofautiana. Sawa? Na ndio maana unatakiwa uchague mwenyewe mlango utakaoenda. Na hii Mungu alipotuumba alituwekea utashi wa kuchagua. Na baada ya kuwekewa utashi wa kuchagua, Mungu ametuweka katika karne hii, ametuwekea madhabahu nyingi, ambazo hizo madhabahu ndio milango yetu ya kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna baraka nyingine utakayopata nje ya madhabahu. Na madhabahu popote itakapokuwa lazima itakuwa na mlango. Na ili kusudi ufikie baraka zako ambazo ziko ndani ya ule mlango, lazima uende katika ule mlango. Jamani, hili ni jengo tu na lina mlango kama ishara.
utaingia. Lakini ukiingia hapa, umeingia katika madhabahu ya Mungu ambao mlango wake ni wa kifuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu ana vitu vingi vya thamani, hawezi kuviweka nje ya madhabahu. Kama ambavyo wewe ukiwa na vitu vingi vyenye thamani na vizuri, huwezi ukaviweka nje ya boma lako. Hata kama mali zako zinalala nje na ndani, lazima zile mali usiwekee nini? Usalama. Sasa unapoweka usalama, tayari ziko anga. Eza usalama wako, labda mlango wako ni mlinzi. Ndio maana hata mtu akija eneo lako haupo, mlinzi atamsikia wewe vipi, kwa ruhusa ya nani? Komeo amesema walijenga maboma na kukawa na malango na komeo. Na wewe utakapohitaji baraka kwa Mungu aliye hai, lazima uje katika malango yake na uanze kujiconnect. Na ndio maana unatakiwa kuchagua sehemu iliyo sahihi kwako, kwa sababu Mungu ameweka utashi. Ukiona kama kifuna sio sahihi, basi nenda katafute Mungu aliye sahihi. Na ndio maana unakuta watu wa nje wanaona hapa ni sahihi, wanawekeza na wanabarikiwa kule waliko. Ni kwa sababu gani? Wamejiconnect na madhabahu ya hapa na wameona ni mahali sahihi, na wameanza kufungua malango kwa ajili ya kupokea. Unaweza usiwe hapa lakini ukawa malangoni. Nakwambia hivi, na nilikwambia kwamba kila kinachoendelea katika ulimwengu wa mwili kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unatuambia Mungu yuko karibu na sisi kuliko hata nguo ulio. Lakini ulimwengu wa mwili ukiangalia mbingu zilipokaa, amezijenga kuta. Mungu amejenga kuta zinazozuia mbingu, lakini kimwili huzioni. Maana yake ni nini? Unaweza ukawa huko Singida lakini ukawa mlangoni pa madhabahu ya hapa. Unaweza ukawa unahitaji watoto wako wakue kielimu uko mbali, lakini ukawa mlangoni pa madhabahu ya hapa. Na hii madhabahu ikawa na majibu ya maswali yako. Kwa sababu gani? Umekaa mlangoni. Wakati Ibrahimu alikuwa anaanza kupata mtoto, Sara alipokaa mlangoni, ndipo pale malaika waliposema neno. Na Sara pale alipokuwa nyuma ya panga amekaa, Biblia inasema Sara aliposikia maneno yake alifanyaje? Alikuwa amekaa mlangoni. Sasa wewe ulioko mahali hapa, umekaa katika mlango upi? Unaweza ukawa unakuja uko karibu na madhabahu hii, tena wakati mwingine unakuwa kama hivyo hapa, unapanda mahali hapa, unahubiri, unaimba, unacheza, lakini uko mbali na malango ya madhabahu hii. Ndio maana hufikii baraka zako, ndio maana hufikii mafanikio yako, una shida zinazokusumbua, lakini malango yako yame. Wale mnaotoa sadaka za malango ya watoto wenu kufanikiwa kielimu ni shuhuda wa mambo haya. Na wale walioko mtandaoni wanaotoa sadaka katika madhabahu hii ni shuhuda wa mambo haya, kwamba huko mliko biashara zenu zinafanikiwa ni kwa sababu mmejiconnect na madhabahu hii na mnatoa sadaka, ambazo sadaka zinafungua milango ya wapi? Ya mbinguni. Sasa kama ni mlango, basi mtu huingia na kutoka. Kama huu ni mlango, yaani hii madhabahu ni mlango, basi mtu huingia na kutoka, au Mungu huingia na kutoka. Sio wote waliopewa neema ya kuingia, na sio wote waliopewa neema ya kukaa mlangoni tu. Kuna wengine baraka zetu tunazisubiria mlangoni, kuna wengine baraka zetu tunazifuata ndani. Unajua uko mahali hapa na uko hivyo ulivyo kulingana na hatua ambazo Mungu alizokupa. Na je, unazifuata? Kuna wakati mwingine ili kusudi ufikie baraka zako unatakiwa kutoka. Kuna wakati mwingine ili kusudi ufikie baraka zako unatakiwa kuingia. Kuna wakati mwingine ili kusudi ufikie baraka zako unatakiwa kwenda vijijini, mashambani, ukalime. Wakati mwingine baraka zako ziko mjini. Jamani, kila mtu nimekwambia ana mlango wake. Kuna mwingine mlango wake ni biashara, kuna mwingine mlango wake ni elimu, kuna mwingine mlango wake ni kazi yake ya kubuni,
ni sanaa za mikono yake, kuna mwingine ni kipaji chake, kuna mwingine anabarikiwa akiwa mjini. Unashangaa ni mkulima ambaye yuko mjini na anabarikiwa, na kuna mwingine ni mkulima ambaye yuko mashambani na anabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenda watu wasinielewe. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 6. Wewe ambapo huwezi kutunza mali zako nje, ndivyo ambavyo Mungu naye anatunza mali zake wapi? Ndani. Na anampa yoyote kwa vile atakavyo yeye. Sasa kwako wewe, Biblia inakutamkia utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. It means kama ni mlango, ina maana kuna sehemu utaingia. Huwezi kuingia sehemu haina mlango. Kwamba uko nje alafu umeingia nje. Iko sawa hiyo? Uko nje alafu umeingia nje. Haipo. Huko mwanzo unasema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini. Kama nilivyokuambia, kila mmoja ana mlango wake wa mafanikio. Huenda mlango wako wa mafanikio ni madhabahu hii. Sasa je, unaingia? Je, umejiconnect na hiyo madhabahu? Unatoa sadaka? Nilikwambia huko mwanzo kwamba ile kusudi mchungaji aishi anategemea sadaka unazozitoa wewe. Na pale utakapozitoa wewe atafurahi. Na pale atakapofurahi yeye, moyo wa Mungu utafurahi pia. Na Mungu atatimiza agano lake. Kwa sababu gani? Alisema ukitoa atakubariki. Sasa unapotoa sadaka ambayo iko nje ya ibada, ambayo iko nje ya zaka, ambayo iko nje ya utaratibu wote, ile sadaka ukaitoa kwa ajili ya jambo fulani, hiyo ndio sadaka ya malango. Tumesema hii ni sadaka inayotolewa madhabahuni kwa ajili ya kukutana na Mungu au kuzifikia baraka zako au kufanikiwa katika jambo fulani. Watu wengi wamekuwa wakiitoa hii sadaka bila kujua. Sadaka ya malango ni tofauti na sadaka ya limbuko. Sadaka ya malango unaweza ukaitoa hata kabla hujaianza kazi yako. Wakati sadaka ya limbuko unaitoa kama mshahara wako wa kwanza. Ndio pale ambapo unahitaji kufanya jambo, unachukua kitu mkononi. Unasema Baba, katika jina la Yesu ninaenda kuapply kazi. Mungu ninaomba unitangulie. Umeshika kitu mkononi. Mungu ninaomba unitangulie. Ninaomba hii sadaka sasa Mungu ikafanye jambo, ikanikutanishe kule na watu wa sahihi, wakanioje sahihi, interview ikaende sawa sawa na mambo yangu yaende sawa sawa. Unajua sadaka, unajua interview yangu ni kesho kutwa, alafu unakuja kanisani kwa mchungaji Mwakifuna, unasema Baba, kuna sehemu nimeapply kazi, hivyo nimeitwa nikafanyiwa interview. Baba, ninaomba hii sadaka yangu sasa, ninaomba unitamkie jambo. Lakini wewe ushatamkia nyumbani. Hiyo ni sadaka ya malango ambayo wewe inakutangulia mbele, kukutengenezea njia kwamba huyu mtu ataingia na kutoka. Sio, unanielewa? Hii sadaka inakutangulia, inakutengenezea njia ambayo wewe utapita, utaingia na kutoka. Ndio maana utajikuta wewe maisha yako yanakuwa na favor. Kwa sababu gani? Unajitengenezea njia mapema. Mungu wakati anataka kutoa limbuko, alianza kutoa sadaka ya malango. Unaweza usielewe. Wakati Mungu anataka kutoa limbuko, alianza kutoa sadaka ya malango. Yesu ndiye limbuko, si ndivyo? Yohana ndiye sadaka ya malango. Unaweza usinielewe. Nimekwambia sadaka ya malango inakutengenezea nini? Njia ya wewe kufanikiwa. Kwamba unataka kuomba kazi, unachukua sadaka, unainenea, kisha unaipewa mchungaji wako, si ndivyo? Na nadhani nikwambie sisi tunavyoishi ni tunaishi kwa kufuata kanuni za Mungu. Kama Mungu anavyoishi, ndivyo tunavyoishi sisi. Yale tusiyoweza na Roho Mtakatifu anatusaidia kwamba pita hivi, fanya hivi, fanya hivi. Mungu alipotaka kutoa sadaka ya limbuko, alianza kutoa malango, ambayo yale malango yalikuja kutengeneza njia ya nani? Ya Yesu. Unahitaji kufanya jambo, unahitaji watoto wako wafikie level fulani ya kielimu, unawatengenezea njia kwa kuwatolea sadaka ya malango. Na hapo ndipo hili neno litafanya kazi katika maisha yako. Biblia inasema kwamba utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mijini, utabarikiwa mngiapo, utabarikiwa utokapo. Huwezi kubarikiwa kama hujatoa sadaka ya malango. Bwana Yesu asifiwe sana.
kama nimewachanganya. Ni kweli Yohana ni sadaka ya malango, yani ya malango. Ndio maana alipopatikana Yesu na Yohana kama vinafanana. Na ukitaka kulijua hili, ukitaka kuanza kazi, ukikaribia kuanza kazi, au unaenda kuomba kazi, au unaenda kufanya jambo lako, au unakaribia kufanya mtihani, au unataka kufanya jambo fulani, silipo unapotoa sadaka ya malango kwamba Mungu nitengenezee. Alipotaka kuzaliwa Yesu, silipo alipozaliwa Yohana, havipishani. Hata vile ulivyo, ukitaka wewe kuwe katika hivyo ulivyo, ni lazima utengeneze njia ambayo hiyo njia ndio sadaka ya malango. Wala usikalili tu kwamba hii sadaka inatolewa kwa ajili ya wanafunzi wanaotaka, lakini hata wewe unataka kubarikiwa, ni lazima utengeneze njia ambayo mafanikio yako yatapita. Na hiyo ndio sadaka yako ya malango, itakayokupandisha viwango, itakavyokuongeza kielimu, itakavyokuongeza kibiashara, itakavyokuongeza katika kila aina ya sekta na nyanja. Sadaka ya. Lakini nataka nikwambie, hii sadaka hii inaweza kukupa laana, inaweza kukupa baraka. Kwa sababu laana huja kupitia mlangoni na baraka huja kupitia Yesu asifiwe sana. Nilivyosema hivyo watu wameshangaa. Wanajiuliza, sasa hii kwa nini inanipa laana tena? Kwa nini inanipa laana? Asi Mungu Bwana ni maajabu sana. Kile kitu ambacho kinachoweza kupitia mlangoni kizuri, na kitu kibaya kinapitia wapi? Kwa hiyo unapoitoa sadaka yako, kwanza kabisa inabidi uhakikishe umetoka katika mlango ulio sahihi. Nataka nikwambie, mlango wote wa mafanikio ni madhabahu. Ukiambiwa sadaka za malango, ina maana ni pale unapotoa sadaka madhabahuni. Wale wanaotoa sadaka kwa waganga wanatoa. Wale wanaotoa sadaka kanisani wanatoa wapi? Sasa kama madhabahu ndio mlango, itimiza kutoa sadaka ya nini? Ya malango. Na ndio maana unakuta hawa watu wanafanikiwa. Sio, unanielewa? Na ndio maana wao wanajua umuhimu wa hii sadaka, kwa sababu kwanza haina mipaka. Cha pili, urefu wa kamba yako ndio urefu wa mafanikio yako. Yaani upana wa sadaka yako ndio upana wa njia yako ya mafanikio. Katika hii sadaka iko tofauti na sadaka zingine. Pale unapotaka kutoa hii sadaka, moyo wako ukusemesha kutoa shilingi 100,000, ujue mafanikio yako yatafanana kila kimoja 100,000. Na hata utakapoenda kuomba kazi utafanana kama wa 100,000. Kuna mtu mmoja ni rafiki yangu, anasali kanisa la PSH, wenda kawa anasikiliza na hii pepe. Huyo mtu alisoma kamaliza, ni muhai. Alisoma kamaliza, akataka kuingia kazini. Akatoa sadaka ya malango. Akasema nilikuwa na akiba ndani ya milioni hiyo. Akasema wakati najisikia kutoa hii sadaka ya malango, nilisema nitatoa 200,000. Lakini wakati ninaenda ninashika hivi, nikanyanyua hivi pesa 500,000, nikasikia moyo wangu unaniambia toa yote. Sasa wakati ninaenda kutoa, nikasikia moyo unaniambia sasa leo umeiacha nini, kwa nini usimalizie? Akachukua 1,000,000 yote. Anaenda kuomba kazi, si ndivyo? Serikalini. Sasa hivi anafanya kazi benki. Wakati anaenda kuomba kazi, ametanguliza sadaka yake ya malango, akasema Mungu, anaitoa huko akiwa anasema nitaishije, lakini Mungu ninakupa, ninaomba hii sadaka ikafanyike mlango wa baraka kwangu, ukafanyike mlango wa mafanikio mazuri kwangu, ukafanyike mlango wa neema kwangu. Akaichukua ile sadaka kwa moyo wa uzito, akaipeleka madhabahuni kwa mchungaji pake. Anasema alikuwa anafikiria mara mbili, hivi ni mimi au ni mwingine? Na limetokea sio muda mrefu, haijapita hata miezi 6. Akasema nilivyoenda kutoa kule, nilikoenda
apply kazi, nilipigiwa simu, nikafanyiwa interview, nimekaa nyumbani wakati wengine wanaenda kufanyiwa interview kule kule. Sio, unaona tofauti? Alifanyiwa interview akiwa nyumbani, masaa mawili anapigiwa simu, umefanikiwa, umepita, tunaomba kesho uripoti kazini. Angalia namna ambavyo imekuwa safari yake fupi. Angalia jinsi mlango wake ulivyokuwa mpana. Ni namna gani amefikia malengo yake kiurahisi. Ni namna gani amefanikiwa kiurahisi. Ni kwa sababu ya sadaka ya mlango wake. Kuna wengine tunapita katika malango yetu ya mafanikio kiupande kulingana na sadaka tunazozi. Yaani ndio utafanikiwa, lakini kwa shida. Unaambiwa njoo kesho ukija nafasi zimeisha, njoo kesho kutwa, kesho ukija hauna nafasi, njoo kesho kutwa, unakumbuka unachokitumia ni nauli, unapoteza muda wa kukaa ile eneo, tena uende unakaa masaa zaidi ya 6, 7, 8, 9, 10. Sasa kwa nini usifanikiwe kwa haraka? Ni kwa sababu mlango wako. Na hii watu wengi wanashindwa kuambiwa. Jinsi unavyotoa sadaka ambayo itakuumiza ndivyo utakavyopokea baraka zako. Angalia walioko upande wa pili, hawatoi sadaka za lele mama. Hawatoi sadaka ndogo. Je, mafanikio yao yakoje? Yanachukua muda. Wakati tunaanza kujifariji, ninaenda kuomba kazi, afu nimetoa sadaka yangu ya malango ya shilingi 1000. Buku. Tumeturuka nzuri buku. Baba, ninaomba hii sadaka. Hii ndio nilionayo Baba. Ninaomba unisaidie, unifanikishe. Mungu, naenda nikafanikiwe katika kazi ninayoiomba. Ndio Mungu anasikia maombi yako. Alafu ndio unaambiwa, Mungu wetu hachelewi wala hawai. Ukisema hachelewi wala hawai, njia yako ni mbaya. Yaani hiyo njia utapita hivyo. Uende ukafikia malengo yako, lakini lazima upite, lazima usongwe, lazima ubanane. Maana ndio njia uliyojitengenezea. Biblia inasema, "Yanyosheni mapito yake, itengenezeni njia yake." Yohana alikuja katika ukamilifu, na Yohana alikuwa ni sadaka iliyo bora mbele za Mungu. Alimweka madhabahuni pake, hakumtoa. Alienda kuishi mapolini ambapo hakuna shida. Kule Mungu labda alijitengenezea madhabahu ya kuishi na ile sadaka yake, na ndio maana ilifanya kazi kubwa ya kumpokea Yesu katika ukubwa. Na kazi aliyoifanya Yesu msalabani ilikuwa na mafanikio makubwa. Japokuwa na yeye njia yake imesoma. Sasa yule labda Mungu alitoa sadaka ndogo na yeye anajua mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujipenda. Maana njia ya Yesu ilikuwa ni ngumu, lakini huenda alipita bila kuwa na wasiwasi, kwa sababu alikuwa na sadaka yake nzuri ya maana. Sasa wewe umeianza kazi yako vizuri, maisha yako unayaendesha vizuri kabisa, lakini sadaka yako ya maana ulitoa ndogo. Ndio pale utajikuta tunauza wote mihogo, tuko eneo moja, hatulingani mafanikio. Amina. Usiseme yule ni mchawi. Mnatofautiana. Waswahili wanasema tatizo nini? Nyota. Tatizo nyota yangu ya. Sio hiyo shida yako. Jiada ya mafanikio. Kuna wakati mmoja nilikuwa najifundisha kuhusiana na nyota. Nikagundua jamani, nyota ni damu. Yaani kuzungumzia nyota. Kama nyota yako inang'aa, basi una damu safi. Damu yako iko fresh. Hata bwana machangani kama nyota na damu zinaingia na hilo ni somo lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usizungumzie nyota, usizungumzie damu. Ndio maana tunasema huyu mtu damu yake mbaya bwana. Huyu mtu nyota yake inang'aa bwana. Wengine wakaenda mbali mpaka wakatafsiri vingine, lakini nataka nikwambie haihusiani na nyota, haihusiani na damu safi wala damu nzuri wala damu mbaya. Inahusiana na sadaka yako ya malango. Ndio maana ukimtolea Mungu sadaka yako ya malango, yeye anahakikisha kile unachokifanya lazima ufanikiwe. Na ndio maana nakwambia hii ni sadaka inayokusogeza karibu na Mungu. Kama unahitaji kuwa sadaka karibu ya Mungu kuliko unavyofikiria, kuliko ulivyo sasa, anza kumtolea Mungu sadaka. Mwambie Mungu, ninataka nikuone kila ukija unatoa sadaka ya malango. Wewe labda mlango wako kama bado ni mdogo na unaruhusiwa kuongeza. Mwambie Mungu, nilitoa
lakini bado sijakuona, ninaongeza tena sadaka nyingine, niongeze mlango au wigo wako. Unashangaa mabadiliko yanaanza kutokea katika maisha yako. Unaenda kinyume. Ulikuwa unaomba dakika 2, unashangaa unaanza kuomba dakika 4. Ulikuwa unaomba dakika 4, unaanza kuomba dakika 8. Maana Mungu anaiona juhudi yako katika ile sadaka ya malango. Ina maana umejiongeza wigo. Unashangaa nguvu zinaanza kuonekana mpaka unafikia kiwango cha kumuona Mungu. Maana hii sadaka inakutengenezea njia ya kukutana na nani? Na Mungu. Nilikwambia sadaka ya malango ni sadaka ambayo inatolewa sio ya kukamilisha ibada. Kilichomfanya Kornelio akutane na malaika wa Mungu ilikuwa ni sadaka yake ya malango. Wala Kornelio hakuwa mcha Mungu, ila alikuwa ni mchaji wa Mungu. Lakini ile sadaka yake, namna alivyokuwa akitoa, ikamtengenezea njia ya kusogea karibu na Mungu. Nimekwambia hii ni sadaka inatolewa madhabahuni, huenda ikakusogeza karibu na Mungu au na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe mlango wako ni hapa, sababu uko hapa. Sasa swali, katika hiyo biashara unayoifanya, umeshatoa sadaka ya malango? Katika hao watoto ulionao, umeshawatengenezea malango? Unawatolea sadaka? Katika elimu ulionayo, katika kazi ulionayo, katika maisha unayoishi, je, umeshatoa sadaka za malango? Hicho unachotaka kukipata kitapita katika mlango gani? Hicho kitu unachoishi, I wish ningekuwa mtu fulani hivi, ningekuwa na nyadhifa fulani hivi. Je, umeshafanya nini kama mlango wa kupita hapo, kama kufungua hizo komeo? Tumesema kule mwanzo, kuna sehemu tumesema kwamba ni Mwanzo 18, inatuambia kwamba kuna maboma na pia kuna malango na kuna komeo. Ili kusudi ufungue ile komeo na mlango wako uwe wazi na uketi pale, je, utaruhusiwa kuingia au ukaa pale kusubiria baraka zako? Je, umeshafanya hivyo? Na kinachokuconnect wewe ni ile sadaka yako. Ili kusudi mlango wako uwe wazi au mlango wako uwe umefungwa, ni lazima na ili kusudi yote hayo kama nibarikiwe, nifanyaje, kama lengo ni kutoa sadaka za malango, kwa nini usifanye? Lakini pia nilikwambia na laana inapatikana hapa katika malango hayo. Wakati unaenda kutoa sadaka katika miungu mingine, ukao ukijua kwa Mungu mbele za Mungu ni laana. Kule utafanikiwa, lakini mbele za Mungu ni nini? Ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama unasali hapa alafu unatoa sadaka ya malango kwa wengine, nayo pia hiyo ni laana. Wakina mama, kuna kauli fulani hivi ilikuwa inatembea huko nyuma, lakini najua hawamuitumii sana. Utakula ulikopeleka. Safi sana baba kujibu. Wakina mama, hiyo kauli gawe inawahusu wamesha kujibu. Utakula ulipopeleka. Sasa wewe mboga unapeleka kule, alafu unakula hapa. Unategemea unakula nini? Mlango umeufungua kule, alafu umekuja kukaa hapa. Unategemea utapokea nini? Mama, unauza maandazi, alafu sadaka yako ya malango au sadaka yako sema hii sadaka Mungu nataka kufungua biashara sio nini, au Mungu hii sadaka nataka iwe ya malango, kuna wateja wamekata nataka wateja waongezeke waje. Sasa nina mchungaji wangu Kigoma, kwa hiyo nimtumie sadaka yangu. Kule ndiko nilikopokea, kule ndiko nilikobatiziwa, sawa. Alafu natuma kule, alafu unakuja unalishwa neno la Mungu hapa. Unapokea laana. Jifunze kutoa sadaka ya malango pale unaposali. Sasa hivi baada kutuambia kwamba hii sadaka ya malango ni mpaka utolee ulipo. Ndio. Ukitolea kwa sehemu nyingine ni laana. Inawezekana labda umefurahi kwamba leo nampa hata mchungaji, labda sema labda mchungaji yuko Kigoma,
Nasema leo nimejisikia nitoe sadaka hii kwa mchungaji wangu alianza kunifundisha kule, inakuwa laana kwa sababu hujaitoa hapa. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Swali lake ni nzuri sana. Nasema hivi, hii sadaka ya malango ni kwa nini lazima itolewe hapa na isiwe sehemu nyingine? Labda umejisikia kumpa mtu mwingine au mchungaji aliyekufundisha mpaka ukaokoka. Narudia kuambia hivi, inakujibu, lakini najibu kwa manufaa ya wote. Nilikwambia ili kusudi upokee baraka lazima kuna mlango wa nini? Mafanikio, sivyo eh? Na nikasema tunatofautiana milango. Na nilikwambia Mungu alivyotupa alitupa utashi wa kuchagua. Kwa hiyo pale ambapo unaamini ndio pale unatakiwa ukatoe nini? Sadaka yako ya malango, si ndivyo? Sasa lakini tunaangalia wengi waliokutana na baraka zao walikuwa wanasubiria wapi? Mlangoni. Sasa vipi kama unataka wewe baraka zako umesubiria katika mlango huu alafu unatoa sadaka katika mlango mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo. Kwamba kwa kuwa wewe unahitaji kubarikiwa na unatoa sadaka ya malango, ni lazima utoe hapa. Kwa sababu unapolishwa wewe ni hapa. Na hapa ndipo utakapokuja kusubiria baraka zako. Na ndio maana mchungaji anakutamkia baraka na kufanyaje. Lakini ukitaka kumbariki mtumishi tu, yani kumbariki mtumishi yoyote, hata kama sio mchungaji wako, unaruhusiwa kwa yoyote, hata kama ni mtu, hata kama ni yatima, hata yoyote unaruhusiwa kumbariki. Karibu. Mwalimu, na mimi nataka kuuliza hapo kwa habari ya malango. Ndiyo. Kutoa sadaka. Ndiyo. Ulitufundisha kitangulia kusema Kornelio sadaka zake ndio zilifungua malango. Ndiyo. Lakini Kornelio hakutoa sadaka sehemu moja. Ndiyo. Inaonekana alitoa kwa watu wengi. Ndiyo. Ilikuwaje malango yake yakafunguliwa? Ni kwa sababu Kornelio hakuwa na madhabahu, ila alikuwa ni mchaji wa Mungu. Biblia inazungumzia mchaji wa Mungu ni mtu anaenda kwa usahihi mbele za Mungu lakini hajaokoka bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo mtu ni sawasawa na mtu ambaye anatangatanga. Kama Mungu angemwacha, shetani angemwacha. Kwa hiyo malango yake yalifunguliwa kwa sababu hakuwa na madhabahu ambayo inamhudumia. Na ndio maana baada ya hapo Mungu akasema, sasa ninakupeleka madhabahuni, nitakuagizia watu watakaokuja. Wale watu walipoonekana wala yule mtu wa mataifa, Mungu akasema nao, nenda, mimi ndio nifanyaje? Asante. Karibu tena kwa swali lingine. Amina. Hapo mwalimu. Ndiyo. Sadaka inatolewa kwa habari ya malango. Tukiwaambia malango ni milango. Ndiyo. Ni kweli malango yanamaanisha milango au malango yanamaanisha malango ya baraka au malango ya mji au maingilio? Ukizungumzia mlango, ukizungumzia malango, maana yake ni mlango. Haijalishi kitu chochote kinachopitisha kitu, aidha mtu au vitu, pasipokuwa na nondo hizi au kama ni yani kinachoanzia chini, tayari hiyo Biblia inazungumzia ni mlango. Na nimesema kwamba katika maisha ya kimwili tumeakisi maisha ya kiroho. Kwa hiyo hivi ambavyo wewe unapita katika maisha ya kimwili ndivyo baraka zako zinapitishwa katika maisha ya kiroho. Kwa hiyo malango ni mlango ambao wewe unapitisha baraka zako. Swali la mwisho. Ni sadaka zipi ambazo tunapaswa kutoa madhabahuni moja kwa moja? Kwa mujibu wa Biblia. Sadaka ya kukamilisha ibada inatolewa madhabahuni moja kwa moja. Sadaka ya zaka inatolewa madhabahuni moja kwa moja. Sadaka ya malango inatolewa madhabahuni moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sadaka kuu hizo: sadaka ya kukamilisha ibada, sadaka ya zaka, sadaka ya malango. Karibu. Na mimi naomba nikuulize swali. Ndio. Mfano, umesema ili mtu afanikiwe lazima atoe sadaka ya malango. Ndio. Kwa mfano, mtu alianza kutoa zaka kabla ya malango, huyu mtu anakuwa anafanikiwa au afanikiwi? Kwa sababu kwa namna moja au nyingine wanasema limbuko, ameanza kutoa limbuko kabla sadaka nini ya malango. Je, ile limbuko yake haiwezi kumpelekea mafanikio mpaka atimize kwanza atoe sadaka ya malango?
Asante. Limbuko litakuletea mafanikio, kwa sababu limbuko ni mwanzo unaotengeneza, yaani tuseme ni mwanzo mwema wa mafanikio yanayokuja. Lakini malango ni namna ya kuongeza hodhi au kutanua mipaka ya mafanikio yako. Kwa hiyo kadri ya jinsi utakavyotoa malango zaidi, ndivyo utakavyozidi kuongeza mipaka ya mafanikio yako zaidi. Ila ukitoa zaka, jamani, zaka mara nyingi huwa haibadiliki, si ndivyo? Na ndio maana nasema ni 1/10. Kwa hiyo kama mshahara wako ni 1,000,000, ni ile 1,000,000. Lakini malango ni tofauti na nini? Na zaka. Ila malango inaweza ikaongezeka, inaweza ikapungua kulingana na jinsi ulivyoguswa, na ndivyo utakavyobarikiwa. Sawa. Lingine, mfano hiyo sadaka ya malango, mtu akawa anaona namna nyingine ya kuitoa kwa namna tofauti, inaruhusiwa? Jamani, sadaka unaitoa kwa namna yoyote ile iwe wapi? Madhabahuni. Nilikwambia sadaka sio lazima iwe fedha tu. Inaweza ikawa kitu, inaweza ikawa mali, inaweza ikawa mti, inaweza ikawa majani. Kile ambacho Mungu amekupatia kama sadaka ambacho kina thamani, kilete madhabahuni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza usiwe na fedha ya kutoa kama malango, lakini una kitu cha kutoa kama malango, kilete. Unaweza kutoa huna fedha ya kutoa kama zaka, lakini una kitu cha kutoa kama zaka. Kama nimevuna 1/10, mimi ni mahindi bwana, mapunje 10, leta yale mapunje 10 madhabahuni. Biblia inasema mchungaji ataipokea. Yeye kama akinung'unika, bwana anatoa mapunje 10, yeye ni juu yake, lakini mbele za Mungu wewe tayari uko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amini kwamba wote nimewajibu sawa. Na kama kuna mtu ambaye hajaelewa, kama natamani nimfundishe mtu anielewe kabisa. Ndio maana wewe nikiwa najibu mtu nikisi kwamba swali lake lina maswali mawili ndani yake, hata kama yeye hajaelewa, mimi nitaanza kuchambua swali moja baada ya jingine. Na huwa napenda sana maswali. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme muda wangu umeisha, na wale ambao mtakuwa na maswali zaidi, sijamaliza hata hii sadaka ya malango. Tukutane Jumatano, karibuni kwa wingi. Na nitajitahidi basi nitumie muda mchache. Karibuni kwa maswali yote, nitajibu maswali yote, na Mungu wa mbinguni atawahudumia kupitia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimaliza kusoma somo Jumapili, na mimi sitosimama kwa wale ambao huwa hampo. Ukishajua kutoa sadaka, usilazimishwe kutoa sadaka. Na ukishajua kutoa sadaka, baba, hao watu wakijua kutoa sadaka, wenyewe utaona matokeo. Tutakuwa na haja sana ya kuambia. Na hapo ndipo tutakapoona renji, hama na gari zingine za bei zikipaki hapo, kwa sababu anayetoa Mungu wa maji. Amina. Ubarikiwe sana.